أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. صدق الله. Ewe ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatueleza katika maneno yake, anasema bila shaka tumemkirimu mwanadamu katika kila aina ya takrima, heshima mbalimbali aliyoipata mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu anasema bila shaka tumemkirimu na tumemheshimu mwanadamu, tukamchukua yeye katika nchi kavu na tukamchukua katika bahari na tukamruzuku katika vyakula vilivyo vizuri. Maana kwamba tumemchukua mwanadamu katika heshima kubwa, tumemkirimu, na pia tukamchukua yeye katika nchi kavu. Kama tunavyoona, tunakwenda kwa kupanda vyombo, katika bahari tunapanda katika vyombo, tunasafiri juu ya maji. Halafu ameturuzuku Mwenyezi Mungu katika vyakula vilivyo vizuri. Hebu angalia mwanadamu, Mwenyezi Mungu alivyotukirimu matunda kama haya, alivyotutengenezea kwa uzuri na heshima kubwa. Ametuoteshea miti yenye matunda iliyo mazuri. Pia katika mimea ametuoteshea mimea iliyo mizuri, katika matunda ya kila namna, ili tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hebu na tuangalie jinsi alivyoumba Mwenyezi Mungu, uumbaji ambayo hatoweza mwanadamu yoyote kulitenda moja katika maumbaji yake Mwenyezi Mungu. Kama haya matunda unayoyaona alivyoyaumba vizuri Mwenyezi Mungu, ambaye amekutayarishia wewe mwanadamu, ambaye amekutukuzia nayo wewe mwanadamu. Hakutaka lolote ila kwako wewe upate kumwabudu. Yote haya ameyafanya. Hebu angalia yalivyozaa kwa uzuri, akajipanga kwa uzuri. Yote haya ni kwa ajili yako. Haitoshi Mwenyezi Mungu katika matunda yote. Mwenyezi Mungu amekufungia kila tunda, akakuwekea katika mfungo maalumu, akakuletea chungwa, amelifunga kwa maganda yake ili alihifadhi, kwa sababu wewe ni mwenye kuheshimiwa. Akakuwekea mpaka ulimenye, uondoe, hilo ndio upate kupata kilichohifadhiwa ndani. Hii ni kwa ajili ya kutukuzwa kwako wewe na Mwenyezi Mungu. Japokuwa mwanadamu amekuwa mwizi wa fadhila ya kufadhiliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ewe mwanadamu, kuwa mwenye kuziruka. Hebu itizame neema ya Mwenyezi Mungu aliyokuneemesha nayo. Yote haya usiwe na shaka ya kwa wewe utafufuliwa. Hebu tizama haya yote kwa mkono wako umeyapanda wewe, ikiwa ni mbegu tupu, yakaota na yakapatikana matunda mengine ya namna hii. Aliyeweza kuyafanya haya, je, atashindwa kukufufua wewe katika maumbile haya uliokuwa nayo? Atashindwa kukupa malipo yako? Ambaye ametuambia muogopeni Mwenyezi Mungu na mumwabudu na muiogope siku ya malipo.
ambayo kuna watu watafedheheka na kuna watu watakirimiwa kupata malipo yaliyo mazuri. Na wewe ikutoshelezee neema ya Mwenyezi Mungu hii, ili uone jinsi anavyoumba Mwenyezi Mungu, jinsi anavyotengeneza Mwenyezi Mungu. Basi usiwe mwenye kumtishia Mwenyezi Mungu kwa fadhila zote alizokufadhili. Kumbuka neema ya Mola wako, kwani Mola wako ni mwenye uwezo wako wewe na ni muweza juu ya kila kitu. Na amesema Mwenyezi Mungu, sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa huwa al-azizul hakim. Inamtukuza Mwenyezi Mungu vyote viliomo katika mbingu saba na vyote viliomo katika ardhi, na yeye ndiyo mwenye nguvu na yeye ndiyo mwenye hikma. Kwa hivyo mkumbuke Mola wako aliyekufanyia yote haya. Tazama alivyokuoteshea, utizame alivyozipanga ndizi kwa uzuri, ni kwa ajili yako. Tazama alivyopanga mazao mengine yote unayoyapata katika miti, katika matunda, katika mimea, yote ameyafanya juu yako. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Tazama ardhi jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alivyokupambia. Tazama utavona misitu Mwenyezi Mungu alivyokuoteshea. Amekufanyia yote haya ni kwa ajili ya manufaa yako wewe mwanadamu, na ndivyo ambavyo unanufaika humo. Amekupa wanyama ambao ndani ya wanyama hao mnapata manufaa makubwa kutoka katika wanyama, ambayo ndani ya wanyama humo mnapata nyama, mnapata ngozi yake ambayo inawafaa kwa kupata viatu na vinginevyo. Tazama ndani ya misitu yake mnapata miti ya kujengea, miti ambayo ina manufaa kwenu, miti ambayo mnatumia katika kupikia kwenu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Waqi'ah. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, je, mmeyaona maji ambayo mnayokunywa? Antum anzaltumuhu minal muzni, je, ninyi ndio mlioyateremsha kutoka mawinguni? Am nahnul munzilun, au sisi ndio wenye kuyateremsha? Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun, lau kama tungelitaka tungeyafanya yakawa machungu. Je, hilo ninyi hamshukuru kufanyiwa maji yakawa matamu? Afara'aytumun nara allati turun, je, mmeuona huo moto ambaye mnauwasha nyie? Antum ansha'atum shajarataha am nahnu al-munshi'un,
Je, nyinyi ndio mlioitengeneza mti wake wa kuwashia moto, au sisi ndio tulioutengeneza? Nahnu ja'alnaha, sisi tumeufanya moto huo kuwaka kwake kutokana na miti tuliyoumba, tadhkiratan wa mataan lilmuqinin, kufanya ni ukumbusho na pia manufaa kwa wale wenye kuutumia. Hivyo ndivyo unavyoona misitu ilivyopambika. Mwenyezi Mungu ametuumbia, na ndipo anaposema kuwa kwetu uwe ni mfano wa kuangalia kwamba ni nani basi aliyeutengeneza mti mpaka unauwasha, unaweza kupikia na ukafanyia shughuli zote, na hapo akakuchukulia kwamba ni ukumbusho wa kukumbuka moto wa Jahannam. Kwa hiyo mwanadamu, umekaa katika ukumbusho kila siku, kila uchao. Usijifanye ni mtu usiyesikia, litukuze jina la Mola wako aliye mkubwa. Usiwe mwenye kuasi katika hao ambao wanaokanusha neema ya Mwenyezi Mungu. Tazama miti iliyokaa vizuri, hakuna mwenye uwezo wa kuitengeneza isipokuwa ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwetu sisi ni kupanda tu, lakini mtengenezaji na muoteshaji ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuwa wewe ni mwenye kushukuru neema za Mola wako. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Mwenyezi Mungu aijalie Idi iwe ni Idi yenye baraka, Idi yenye mafanikio, Idi yenye kufurahikiwa na kila kiumbe, hata miti, hata wanyama, hata wadudu. Katika siku hii ya leo ya Idi, Mwenyezi Mungu ameteremsha baraka kwa kila kitu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجتم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه katika vitu vilivyo vizuri vile mlivyovichuma, na katika vile tulivyokutoleeni kuwa ni vyenu katika ardhi, na wala msivitoe vilivyo vibaya, hali ya kuwa nyinyi msingeweza kuvipokea, isipokuwa kama mungevichukua hali ya kutojua. Na mfahamu kwamba hakika Mwenyezi Mungu yeye ni tajiri wa kusifiwa. Kwa maneno haya Mwenyezi Mungu yaonesha kutuhimiza Mwenyezi Mungu kwamba tufanye kazi za biashara, kazi ya kulima, ili iweze kufanya kazi aya hii yenye kusema, enyi mlioamini, toeni vile ambavyo mulivyovichuma, kwa maana ya kufanya biashara. Ni wajibu Muislamu afanye biashara. Mimma akhrajna lakum min al-ardi, na katika vile tulivyokutoleeni nyinyi katika ardhi. Kwa maana ya kwamba Mwenyezi Mungu anatuhimiza kulima, ndipo atatutolea vile ambavyo amekusudia kusema vile tulivyokutoleeni katika ardhi. Hebu na tutazame namna gani anavyotutolea, tuangalie jinsi mimea
anavyoihuisha Mwenyezi Mungu baada ya kuwa ardhi haina kitu na leo inaonekana imepambika, jinsi alivyosema Mwenyezi Mungu, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, na tukateremsha kutoka mawinguni maji, linukhrija bihi habban wa nabata, ili kwa maji hayo tuweze kutoa ndani ya ardhi vyakula vilivyo chembe chembe na mimea ya kila aina, wa jannatin alfafa, na mabustani yenye miti iliyosongamana, kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu anatutolea katika ardhi kwa kufanya sisi kazi ya kulima ili tuweze kupata mazao kamili ambayo anayetutolea Mwenyezi Mungu, na tuweze kuvitoa zaka na kuvitoa sadaka, na wala tusitoe vitu vilivyo vibaya ambavyo sisi wenyewe tusingeweza kuvipokea kama tungalivipewa. Na tufahamu kwamba hakika Mwenyezi Mungu ni tajiri, hahitaji kuvitoa vitu vibovu akawa yeye ndio mhitaji. Yeye ni tajiri wa kuhimidiwa. Ndugu zangu Waislamu, katika baraka ya siku hii ya leo ya Idi, kuweni wenye kuzikumbuka neema za Mwenyezi Mungu na fadhila zake, na tutizame jinsi anavyoipamba ardhi Mwenyezi Mungu kwa mimea iliyo mizuri. Tutakuwa miongoni mwa wenye kushukuru neema zake, na tusiwe miongoni mwa watu wenye kukanusha neema zake. Wa aqimu ssala wa atu zaka, nasimamisheni sala na mtoe zaka, kwani sala ni kitu kikubwa sana. Asiyesimamisha sala ni miongoni mwa watu wenye kumkadhibisha Mwenyezi Mungu katika neema zake, kwani ametuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Baqara, wa aqimu ssalata wa atu zaka warka'u ma'a ar-raqi'in, nasimamisheni sala na mrukuu pamoja na wenye kurukuu, na mrukuu pamoja na wenye kurukuu. Hayo yenye kutufahamisha kwamba sala ni kitu kizito, na akasema Mwenyezi Mungu, wasta'inu bis-sabri was-sala innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in, nasaidianeni kuhusiana mambo ya subra na kusali. Hakika sala ni jambo kubwa sana, lakini isipokuwa kwa watu wenye kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, sala ni kitu kikubwa.